tulikuwa mom, my sister, and bro. We had 15 more other people at home. So I really do not know how a small family lives, because we were always having visitors at our home. People from Isili, mtu tu amekwama mahali, so wanakuja, you know. So moving here to Katelemo, I thought tumeponea. Oh my God, shock on me. You know, mtu akikwama hapa kwa barabara, anaingia kwa mchungaji. Anakula, anakunywa, amen. So my dad had a big heart. He was amazing. He was amazing. And about our relationship, growing up, he seriously used to whoop me. Amen. I have kind of somehow his personality. He's so charismatic and so bold, you know. So I was using that personality in the wrong way, you know. So he seriously used to whoop me vibaya sana. Alafu ushaichapa ukiombewa. Alafu bado kuna ndimi hapo hivyo ndani. You know. Yo unachapo na hapo hivyo kozile za you're blessed, you're my child, kizazi changu hakitapotea katika jina la Yesu. Alafu your time ni nyaunyo inaanguka kwa skin. It wasn't easy, but I thank God because those prayers have kept me. Amen. And growing up, becoming an adult, I have ended up being a responsible woman by the grace of God because of those prayers, because of what my daddy did to me, and he believed in me. I remember in Form 4, sikuanguka sana, lakini pia sikupita sana. So venye results zilikam, nilikuwa na expect niambie, we are so disappointed in you. What is this? You know, but he was like, my God, congratulations. Unataka kwenda university gani? University gani unataka kwenda? You know, and I was like, you guys are not serious. Hizi ni jokes. But hakuwa na joke actually. Tukakaa chini nikasema yenye nataka na ndio nimeenda. Now ikabidi nimesoma just to make him proud. And I'm sure before he rested he was so proud of me. My dad was my best friend. We could really banter about anything, and we could really talk about everyone in a good way. Especially the youths in church, because most of them are my friends. So when they share with me about anything, I could just go and tell Dad, Dad, do you know what? Fulani has this and this and this. Then he'll be like, I'll pray for him. And they will pray for them. Yeah, he will definitely do pray for them. So that is the kind of relationship that we shared. We could really talk about anything. I could even tell him the kind of people that I'm dating. And interestingly, this hapa ndio nilijua enyewe huyu ni pastor wa ukweli, ni pasi wa ukweli, si wa kujiita. There is a time I was dating a guy who was very born again. Holy Spirit filled, speaking in tongues. Then I came and told him, Dad, I'm dating someone who is born again. He will be a pasi like you. You know. Then after like 2 days, he told me, you know what? That's not from God. I was like, hey, you dad, you're joking. You know. So I started praying. Nikaanza kuambia Mungu onesha babangu that this is the one. You know. But like weeks later, hey, I just realized my dad was so right. And I was so happy because I had someone who can always run to for advice. And he could advise me as a father and also spiritually. So I was really guided spiritually. So I will miss that so much. But I thank God because they were really equally yoked with my mama. So I know I've lost a father, yes. But in mom, I have everything that I really need. Amen. So I will really miss him. He was my best friend. He was my spiritual father. He was my biological father. He was my everything. On the side, I'm an MC. So sometimes I usually come home very late. And I could just find him there waiting for me. And ananiuliza, event ilikuwaje, tell me about it. Then I tell him about it. Then he really gets excited. Then he's just so happy for me. Alafu namuonesha hizo videos. Anaambia, hey, when I'm confident. Namwambia, hey, kama wewe. You know. Yeah, so I'd really miss coming home and just finding him there waiting for me just to tell him how the events were. That is something that I will dearly, dearly miss. And I thank God because his peace that surpasses human understanding has really rested upon us. We know that God is faithful and God will continue to journey with us, and it is well with us. Thank you so much. Inua mikono yako juu ya kichwa, shangilia Bwana Yesu kwa sababu neema inaendelea kuweka sisi. Hallelujah. Kwa neema ya Mungu alikuwa amezaliwa na wengine. Naomba niwaite ndugu zangu hapa, dada zangu, wake zao, waume zao, watoto wao.
nyote jiungeni hapa tupeane tribute yetu. Jikazeni kabisa, neema iko ya kutosha. Ukiwatia moyo kwa makofi mawili utakuwa umefanya vizuri zaidi. Yes, please come. Please come. Hata mama yetu Mwaitu, tushangilie mama yetu. Kwa neema ya Mungu, this is the larger Zola's family. Nikimaliza hawa nitamalizia na mama wa mchungaji. This is the Zola's family. We thank God. We thank God he has given grace. Zote tumemjua Yesu. Zote tumeokoka. Kwa neema ya Mungu, yeye alikuwa Reverend lead pastor. Kwa neema ya Mungu kuna lead pastor mwingine hapa, Reverend Jonathan Zola and his wife. And kwa neema ya Mungu huyu anaongea ni pastor, na tunashukuru Bwana. I want to read what we wrote. Tuliketi chini tukajaribu kuongea chenye tunaweza andika. So ili tupunguze wakati nitatia bidii nisome chenye tumeandika. Manake nikipatia kila mmoja nafasi tutasema mengi. Now, a tribute to our patriarch, our shepherd, our everything from Mwaitu and his siblings. Mwaitu ni Nyawitu. Uniwe Nyawitu. I will always celebrate God for huyu mama. Baba yetu alituacha tukiwa wandogo, lakini huyu mama alikaa ngumu. He is strong. Kwa neema ya Mungu alitulea. Of course she is a disciplinarian. Ni mtight sana. Na tunashukuru Mungu kwa mama yetu. When death stole our father, Reverend stepped in to be our father. He was not just a brother, he was our father indeed. He never forgot home. The boy who carried heaven in his heart. Reverend alikuwa anaenda ABC Church akiwa mtoto mdogo. And he was so clean, so faithful. Yes, please assist him, assist her. He was so faithful, so pure, so holy. Wakati aliokoka, wakati alisema ameokoka, viongozi wa ABC wakamuuliza, umefanya dhambi gani? Unaokolewa kutoka kwa dhambi gani? Manake wewe hauna dhambi. Yeye ndiye alikuwa the best huko. That is how God had helped my brother, our dad here, akiwa mtoto mdogo. The brother who became a father. When our dad died, he took the weight of this family on his shoulders. He opened his home. Every sibling passed by there. Let me tell you this. Kwitu, nyumbani hatukuwa maskini. Tulikuwa hapo mbele ya maskini. Akiwa na Pastor Jonathan, wakiwa vijana walikuwa naingiza, wanalala kwa ngunia moja, naingia wanatoshea. Wakati Mungu alimuita, akaokoka. Na akapenda Mungu, akaamua kutumikia Mungu. Alienda interview ya kufanya education. Mwaitu, they were very happy atapita, waondolee shida. Alipokaribia kupita, akarudi na nyuma, akakuja akasema anataka kuwa mchungaji. Na ikaanzia hapo. Hajawahi fanya kazi mahali pengine, ni kazi ya Mungu. Na akiwa analelewa na Bishop Zambu referred him to Bishop Mutua, akakuja na Machakos. Imagine alipofika Machakos, alikumbuka nyumbani. Tulikuwa tunaona chapati once a year. What we take for granted. Tulikuwa tunaona chapati once a year. Wale minteract naye mlikuwa mnasikia akisema chapati imetelai mo. Meaning it's a rare commodity. Hakuwa anasema hivyo kama joke. We used to see it once a year on Christmas Day.
Wakati alikuja Machakos na Mungu akamsaidia, alikuwa ananunua bando mzima anatumana home. Taya chapati in between the here. Na Mungu akaanza kutusaidia. The next best thing that happened to Reverend, baada ya kumuokoa na kumuita, alimpatia mke mwema, Mama Suzette. Huyu mama ndiye wakati walikuwa na date, ndiye alikuwa ananiambia juzi, ndiye alitumwa sokoni pa Malikiti akatafuta ile mattress ya Saiso, at least ikatumano nyumbani, tukatoka kwa gunia tukaingia kwa Saiso. That is how big his heart was for us. Before it went too long, we all passed through his house. Hii nyumba yake ilikuwa Isili. Beginning for my brother, my sister here, Dina, akiwa technical, alikuwa anaishi hapo. Salome na the late Susan wakiwa Katoloni, walikuwa anaishi hapo. It's only yesterday Salome was saying, Mwaitunda akina Katoloni. Hakujua alikuwa anasoma aje, but tukasoma. James akiwa Mvuti, niye alipitia hapo. Mimi usiseme, I was simply adopted. Nikakuja kuishi na wao. And I was very cheeky. Mama Suzette will always, ukikaa na Mama Suzette, siku zote atakusukumia kupenda Yesu. Penda Yesu. Maombi. Penda Mungu. Maombi. Na hiyo kitu ikaniingia na nikajipata nimeokoka. Akatusukumia kwa Yesu. Zote tukamjua Mungu. Mama Suzette, we always celebrate you, and I want to celebrate you on behalf of this family when you are here. This mama, we are what we are because of her working with the Reverend. And we thank God because of that. All of us tulipita kwa nyumba yake, zote tukahoa. Yeye ndiye alienda kunegotiate dowry zetu. Ndiye alipokeza Dina, our second born, mwenye anamfuata. Ndiye alimpokeza mumewe kwa harusi. Na kutoka wakati huo mpaka mimi, alichukua wake zetu anatupea. Anachukua waume anawapea. Therefore, as a family, we celebrate this man of God. He sacrificed so much. Siwezi nikasahau wakati nikuja na Machakos baada ya dadi kukufa. Imagine aliomba Nzao. Nzao alimuomba baiskeli anipeleke shule. Baiskeli nikakaa hapo nyuma. Akaiendesha saa 6 akanipeleka shule. You could see simple acts, but you can see a man who loved us and cared for us. My brother James here, come. My brother James, with him, when dad died, we were around 11, 12 years. We were very small. That is the man we knew as our dad. And he took care of us, together with the Mama Suzette. And to God, we give him all the glory. When I was going to campus, Mama Suzette aliorganize cake ya kwanza maishani mwangu. Cake. Na akaniprofesaia, akaniombea vile umesikia mtoto wake anasema. Inakuanga hivyo. Prophecy unaombewa, akasema ukienda campus, simamia Yesu, turn it upside down, and I did it. And I give glory to God. This man was a courageous man. He was a shepherd who carried wounds but never dropped his staff. A man who turned 5 shillings from Mwaitu into a loaf of bread. During wakati akiwa Mukaa secondary, Mwaitu alikuwa anang'ang'ana sana. Akamtafutia ile noti ya shilingi 5. But anaisave. By the time afunge shule akuje nyumbani, atuboe mkate. Akija nyumbani akuja na loaf of bread. Tukule mkate kutoka kwake. Such was the man that God gave to us. Now you are gone, but your fingerprints are everywhere, on the Bibles you gave us, in the sermons you pulled out of us, on the family land you protected. In the hallelujahs will never stop shouting. When you hear me shouting hallelujah, ilizaliwa hapo. In fact, when our grandfather, our father's dad was alive, alisema huyo Reverend akiwa kijana, wakati baba atakufa, akuja asimame kwa kaburi lake, ahubiri atoe jasho. Na akuambia, when alikufa, kwa hiyo mchanga ya kaburi alisimama hapo, akahubiri, watu wakaokoka, akatoa koti, akapeana.
na akamhand over to the family. He was the custodian of all titles za hiyo familia yote. And they are all here to come and celebrate God with us. Our promise to you, we will not let your sacrifices crumble. We will guard what you build. We will preach what you taught us. We will love fiercely like you did. And when we meet again, we'll bring you good reports to the glory of God. That was Reverend. That was Reverend. And we bless God. Before I give Pastor Jonathan to say a word, lift your right hand for a minute and thank God for the life of Reverend. Celebrate God for the life of Reverend. Much as we wanted him to be alive, God gave him to us. God, through him, saved our lives, changed our lives. Lord, we thank you. Thank you for that man. Thank you for the grace you gave him. We receive that grace again. We receive that grace again to continue where he has left. Thank you for 61 years. Thank you for the additional 19 days. Thank you for 1 hour you gave him and the 10 minutes to live. To you be all the glory. In Jesus' name we give you thanks. Amen. I want to ask all of us to leave, and I want to invite, just when we are standing here, Reverend Jonathan. Good. Habari ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu mandugu zangu na mandada zangu, na nashukuru Mungu kwa kila mmoja wenu. Your Excellencies, Wavinya Ndeti, Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, Your Excellency Ricky G, and all the leaders seated on this. Let's appreciate them one more time. Thank you so much for coming to be with us. We feel loved, and we really appreciate. Your Excellency Wavinya Ndeti. Am I seeing her? Oh yes. Ninakuomba. Hao watoto wa my brother wote wamesoma. Uchukue mmoja umwingishe kwa hii kaunti ya Machakos. Afanye kazi na wewe hii kipindi imebaki, na kwa sababu hii tamu yako ya pili ni wewe tu, afanye hiyo tamu nyingine, Elisa afanye tamu 1.5. Mtoto mmoja wa hawa wa my brother. Na mimi nakubariki. Amen. My brother was my closest friend. Leo nimelia na nilikuwa nafikiria nililia hiyo siku nikatosha. But I didn't know this man was my friend. Unajua my mother alituzaa in 2 generations. Huyo mam alizaa my brother, akazaa my sister, na akanizaa alafu akawacha. Kuzaa kabisa for almost 10 years. Then after the 10th year, she resumed. So for close to 10 years, I was the last born. So kwetu kuna last borns mbili. Mwenye alikuwa anaongea na mimi. And when she resumed, akazaa wengine 4. Let's appreciate mama for good work. Nilikuwa na wish kama angetuacha tukiwa watatu ili tukikula tushibange. Hatujawahi shiba kwetu. Sisi hao wengine wakuje, sikumbuki siku moja tulilala tumeshiba kwetu. Na kwa sababu ya kukaa na njaa, akatueleza mam, tusiwahi kula kwa jirani. Hatukuwa tunakula kwa jirani, maana tukikula kwenu tunawamalizia. Tulikuwa tunakula na mikono yote mbili because hatujazoea kuona food. One day I'm sure some Meane people wako hapa, nilikuwa na njaa kabisa na niko na my brother.
tukapewa chakula ya ugali na maziwa ya kulala. Tukakataa. Tukaambiwa kwa nini msikule? Nikasema Mwaitu alitueleza tusiwahi kula kwa wenyewe. Huyo mama alienda kwetu, akaambia my mother, ulisikia mimi ni mchawi? Ndio sasa tukaruhusiwa mboma moja tu. Tukaanza kukula. Huyu mama anazia kauma uwe. We could not eat. And so my brother and I became so close. When we were growing up, because my brother was a good man, honestly this man was different. Mwana hakuwa na kichwa ngumu na ana shida na mtu. Hata nyinyi wachungaji wale mlijaribu kumtatiza. Kuna wakati wachungaji hapa Machakos walijaribu kumtatiza. Namuuliza, nikamuomba nichukue hiyo mbato nilete kwangu mimi. Because hata nikaambia Reverend Kimeu, I will take it up. Ili mimi mwenyewe niipigane, maana my brother has pigana na mtu. My brother believed everybody. Ukishasema umeokoka, anaamini. Na mimi ninaona hata huyo mtu mko na yeye hajaokoka vizuri, lakini my brother aoni. Ukishamwambia umeokoka, no. Yani yeye ni hivyo. Huyu mtu alikuwa mtu wa Mungu. In fact, ile verse inasema I have fought a good fight. I have kept the faith. I have finished the race. It's good for my brother. It's good for this man. Kuna watu naonanga wameandikiwa kwa mazishi ata I have fought a good fight, na hakuna fight amepigana ni ile yake na mke wake, na hata hiyo yake na mke wake hawajamaliza, bado wanapigananga as late as now. Unajua kuna mahali unafika kuna mahali unafika ukipigana na mke wako unamaliza the fight. Unawacha kupigana kabisa. Huyu mtu. So let me finish by saying when we were growing up alichapwa na mwanaume. Akachapwa, akalia, nikaona my brother amelia hivi. Hatuko wadogo. Nikajiuliza nifanye nini? Tukajiambia, nikamwambia, my brother don't worry. Tuyilelwe vya mutwe, no tukiana muthenoma. One day we will grow and we will beat him. Na tukaanza kugrow. So we were growing. And I would remember we have to beat that man one day. When I got to class 7, nikaanza kuinua mawe. Because we had to beat that man. Yes. Alipiga my brother akalia. Huyu. Hiyo kitu haijawahi nitoka kwa kichwa. So I grew up na nikawacha shule kidogo because I was preparing for a battle. Nilipishia my brother. But now the bad news, not the bad, the good news, my brother akaokoka. So alipookoka akaja akatuokoa. Alipotuletea wokovu, huyo mwanaume akaponea. So that was this man was my friend. In fact, nilikuwa nashangaa tukiwa word explosion Mombasa Uwanga, tunakaa pamoja, Bishop Lai akipreach, tukisikia point tunaambiana. Na my wife ameketi hapa katikati, tunaambiana, hiyo point umesikia aje? Nashangaa hii word explosion coming December nitakaa na nani? Na tutaambiana na nani? In fact, Bishop Paul Mutua, utuombe, tulizaliwa watoto 7. Imagine sasa tumebaki 5. Hatutaki kuteremuka kupita hapo. Please. Hatutaki kuteremuka, Bishop. Hatutaki kuteremuka kupita hapo. Tubaki hapo na tuende mbinguni hapo sasa. Usikubali, utuombe sana. Na jina la Bwana litukuzwe. Bishop Kakala, you brought me up when I was a boy. You told me how to put up a woman in my house when I get married. Utuombe, hatutaki kupita hapo. We have to remain as we are. I want to appreciate Mama Suzette for loving us. Huyu mama ndiye aliolewa kwetu wa kwanza, and we were very excited that we got a mother. And she is an intercessor. She prays for us. She mentions our names.
She believes in us. She fights our battles. And together with the husband, they have been there for us. They are not fighters. They are just good people. You are the best, Mama. With your husband, you are the best. We really appreciate you. Finally, hii kanisa mnaona kubwa hapa ya mabati ya red. Hiyo ndio kanisa my brother alikuwa na pastor. Hii mwisho wa hii tent hiyo. Alijenga, hata mimi nikamwomba tupige. Hiyo nyumba yake imezungushwa ndau. Imagine, ndau ndio imezungusha. Nikamwambia situzungushe ukuta. Akaniambia wacha tuzungushe ukuta wa nyumba ya Bwana kwanza, kisha tuzungushe ukuta wa nyumba yetu. Hii yake bado iko na ndau. Na huyu mtu alipenda tu church. Hata aliponunua nyumba kanisa hapa, akanunua plot hapa ajenge nyumba. Yaani kutoka kwa kanisa hakuna kitu kingine. Kutoka kwa kanisa hakuna kitu kingine mpaka kwa nyumba. Wachungaji wengi unawaona hapa amejenga 13 kilometers away. Ili mshirika akitaka kuja book appointment. Hata mimi siko sure kama naweza jenga karibu hivi. Hapa ni karibu sana. Lakini yeye vile Sunset amesema hapa nje hata mtu ana agenda anamtembelea. Badala ya kujenga 13 kilometers wakuje wala wako na agenda peke yao. This was the man. So the church is already complete. A month ago he completed completely. Is that good English? He completed completely and he was very excited. He said, tumepona. Kazi ya Bwana iko sawa. Akashukuru Mungu. Na akaniambia Babalai atakuja kuifungua hii kanisa. Na tukafurahi vile amemaliza kujenga nyumba ya Bwana. Kumbe alimaliza vitu zote. Alimaliza kujenga nyumba ya Bwana na akamaliza kazi hapa duniani. So that church is safely under the hands of our mother, Pastor Tabitha. Pastor Tabitha is an ordained minister of the gospel. Pastor Tabitha is a trained minister of the gospel. Pastor Tabitha is a spiritual woman of God. So we don't need another man of God. This woman is enough man of God. Anatoa pepo inatoka. Yes. Hata kama uko nayo after this umuone atakutolea. For free. She is anointed and she does the work of the ministry in an anointed manner. Anointing yake si ya GMO. Si unaona hii ya genetically modified anointing? No. Thank you. Thank you. Amen. Reverend the family. Kama umesikia hakuna ujanja, hakuna ukora. It is a family that has a fabric of unity, oneness and a fellowship. Umesikia testimony ya watoto. Ukisikia baba akisemekana he was the clown of the family, then you know that was a father available. Rikiji siku ile akiapishwa alituambia ukitunza kila kitu, tunza jamii. We celebrate you. We thank God for you. And we thank God. Mama Kenzola ni wale wa mama original. Wazazi wa zamani wale hamkujua walisomea discipline ya watoto kwa baraza ya chief. Wote walikuwa hawajasoma. Kwani unafikiri hiyo fujo walitoa wapi? Vile chief wa kikoloni alikuwa ananyorosha wahalifu, ndio sisi watoto wale to grow those times tulinyoroshwa na wazazi. Mama asante. Nuko nitewe ya museo. Noka ya siana. Noka ya ngumbao. Tenu. Noka komya ibunye sinanza. Iko debiti. Kai mwaitu atukethia. Ata we Yesu.
Bwana asifiwe. Ara mwana wa Ngai. Bwana Isitwa ni tawa Luis Kadilo Nzola. naitwa Wiscard Nzola. Ni mutangi. I'm saved. Ngo yakwa ni mwendete mwana wa Ngai. Roho yangu inampenda Bwana. Ni mutungi Ngai mubea nundu wa kuungathima na muthumi wa Ngai. Nashukuru kwa sababu Bwana alinibariki na mtumishi wa Mungu. Mwana wakwa ndathukuma wiyongi ate wa Ngai. Reverend Zola hajawahi kufanya kazi nyingine isipokuwa kazi ya Bwana. Mudhingi atuika mwalimu akalea. Nilimsukuma awe mwalimu na akakataa. Na ni mubetu. Na nubetete neza. Na alikuwa amesoma akafaulu vizuri. Nitungia Ngai mubea nundu wa mwana wakwa nundu ndanenya. Nashukuru kwa sababu hajawahi nikorofisha siku hata moja. Ona kwa kana kama mundu kuto. Hajawahi kuwa hata kufinya sikio ya mtoto wangu. Agino wa kithoko. Huyu jamaa mrefu hapa, huyu ndiye alikuwa mkorofi wa jamii. Noithe onda undu mwika. Na alikuwa mjeuri kiasi ndugu yake mkubwa angemdhibiti. Unye ndamu kuna munju no sa itata. Huyu alikuwa apigwi na cane. Ilikuwa ni mkwajo unatandika. Kwa hiyo nitungia Ngai mubea nundu wanengie muthukumia Ngai. Kwa hivyo nashukuru kwa mtumishi wa Bwana. Nenda kwa asiati. Nasema hivi. Muthukumi wa Ngai au makambu. Alipotoka kwetu nyumbani Kambu, aimoko ni manzambu. Alikuwa kwa mikono ya Reverend Zambu aliyetuacha. Undu mawetie akua. Na ajui waliongeaji mpaka akachukuliwa. Oko baluka moko ni mambishobu. Akaletwe kwa mikono ya baba askofu Mutua. Neka labube mbishobu. Na akakaa hapo. Na meka lamendo. Na wakakaa na urafiki na Bishop Mutua. Amwendete. Akimpenda. Chuma kiona bumbe ilama na boze ama chuliti meli. Na walikuwa wakiomba kutayarisha mkutano wa maturity pamoja. Amukuni ya simu na amukulia uwewawe. Nilimpigia simu nikamuuliza uko wapi. Ambia tiko maturity na mbiso urende na uboya maturity. Akaniambia niko hapa maturity pamoja na baba askofu tunaombea mkutano. Na uende hata. Na unaendeleaje? Andisi ando ala tangi ya mageza ukia mande na maikewa. Mtu wa kuokoka kweli hawezi kukuambia anaendelea vibaya. Izuni ndio sia review. Hiyo ni maneno ya kweli. Ambia niende nesa. Akaniambia naendelea vizuri. No ya nesa. Nakula vizuri. Ambia ningemana no tu ubunga na kuma itu mundu abunga tabunye. Akasema tunafunga. Mtu afungi kama hashibi kwanza. Lenye na amwe ni mwe hata ende ya ina mboya. Nikamwambia asanteni, endelee na maombi. Ni weta o maundu manini. Nilikuwa naongea machache hayo. Mana usu wakwa ekalile moko ni asuma mbisobu. Alikaa kwa mikono ya baba askofu. Mbaka ombia no mandie kiwanja bandu baya kanisa. Mpaka alipopata hii kiwanja ya kujenga kanisa. Na mukulia we nutabise mbisobu. Nikamuuliza umemwambia askofu? Ambia yeye mutabise nao ababoya. Nishamwambia na akaja akaomba. Na ombia no kwatie githaka kikuwe na ndika aleo ko tu aba kubine kanisa. Akaamua kuja kukaa hapa karibu na kanisa ingawa ana shamba mahali pengine. No boye na muboye yake wanza chu. Akamwambia bishop ashaombea kiwanja ya kanisa na boma yake. Yune asiati. Nasema hivi. Nya Susi. Mama Susan. Na kanisa yaje na sio. Na hiyo kanisa iliyo na vioo. Mwikale mubalukete balale balendu na balukete bembisobu mokoni. Mukae kwa tabia na namna ya askofu. Mokoni mambisobu. Vile reference. Na muheshimu baba Mutua. Na etana undu na etana kwito hivi. Na akiitana tafadhali enda. Nitungia Ngai mubea nundu wela wake nubikie mweso. Nashukuru kwa sababu kazi yake imefika tamati. Na uyo bikie mweso na mwe nundu wa minauka. Na akamuita kwa sababu alikuwa. Na bwana Ngai muthenosi wakeli. Na siku hiyo nikamwambia Mungu. Na mutabioneza tane na au tani mwene na mwe wengai. Niliongelesha Mungu hadharani hivi nikamwambia wewe Mungu. Mwanonu wanengie. Unajua wewe ndio ulinipa mtoto wangu. Anua wosie. Na basi umemchukua. Na wewe ngando andabia. Na ukinipa huku niambia. Na sasa nuna andabia. Na pia umemchukua bila kuniambia. Sio ya kuita wewe. Jina lako libarikiwe. Kwa hiyo nitungia Ngai mubea nundu Kalonzo ni mwana TV ni. Nashukuru mheshimiwa Kalonzo na kuonanga kwa TV. Ndani mwana TV ni. Mpaka kina Rigiji hawa wote wa Malwa. Na nundu wa mwana wako kundia na mwana meto kwa meto. Na kwa sababu ya mtoto wangu kuaga nyote pamoja na gavana mko kwa macho yangu. Anduma miane ungama imwe kula mwini mwone nini na wala mmetoka miani kijijini wasimame ndio hao.
kijiji zima. Kune kondo ana kune mama kieda sul mangwe marangwa jike baba nyokumya mudeno sumanga ya mwadhi Mama barikiwa, asante. Basi familia ikiwa imesimama hivyo, mpigieni mama makofi. Familia ikisimama hivyo, naomba mama Suzette aje. Utakuja na watoto wako tena, uje kama utaweza kuongea tafadhali. Mama Suzette. Tunashukuru Mrs. Kimani, tangu Reverend Zola kuaga, mama Miss Kimani amekuwa hapo kila siku na kila jioni amelala. Kukampigieni huyu mama makofi mazuri. All right. That's fine. That's fine. To nengo mwaito ndateke mwe. That's okay. As James with our protocol hindi changamka. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya mama yetu. Huyo mama Mungu amemsaidia akatusaidia. Mwaito ngaya kwa adhima pio. Akitu kizuri na Mwaito huwa na recognize sisi kama watumishi wa Mungu, anatuchukua kama watumishi wa Mungu. Of course wa mokelana no kukeme hata mwana, lakini atarecognize. So thank you. I wish to read the tribute of Mom, Mrs. Reverend, and then I'll give her a chance to say a word. A tribute to my beloved husband. I thank God for the precious gift of 34 years with you, my husband. My love, my greatest earthly blessing. You cherish me not only as your wife and the mother of our children, but as your partner in life, faith, and purpose. You are far more than a husband. You are a father who led with wisdom, a mentor who shaped our family with love, and a man who gave himself to me completely selflessly as Christ loves his church. How I long for more time with you, yet I trust in God's perfect will. Even when my heart aches, Baba Suzy, your absence echoes in our home, in the laughter of our family, the sanctuary where we served side by side. You are my steadfast supporter, my encourager, the first to call me Pastor Tabitha, the one who lifted me when my spirit wavered. Your hands held mine, but more importantly, they lifted me towards heaven. Now as I whisper my farewell, I pray the grace upon your life, the grace of service, sacrifice, and unwavering faith lives on in me, in our children, and in the church you love so dearly. Though my tears fall, my soul rejoices knowing you rest in the arms of our Savior. If life granted me 1,000 chances, I would choose you again and again without hesitation. Until we meet again, my love, fare thee well. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. My name's Tabitha Kiteng'e. I love Jesus. Praise the Lord. I received Jesus in 1981. And I've stood for the Lord and got married in 1991. In the last 4 years, I've been the wife to Joseph Zola, and God has continued to bless us. We started with nothing, but God has blessed us. I'm not complaining. I'm appreciating what the Lord has done.
that 4 years is not a short time. It's a blessing from the Lord. Praise the Lord. We celebrated 10 years with the 10 cakes. We celebrated 25 years, and the Lord has been gracious. I thank God for our Papa, Bishop Paul Mutua. He has been a Papa to us. He has held our hands in the family, in the ministry. Ametupenda sana. Hao watoto watatu hakuna moja nilizaa bila Bishop kuja labor ward ground floor, ananiwekea mikono, sijui shetani alikuwa anazuia nini, na akikuja akiweka mikono mtoto anasaliwa. He is such a father to us. Praise the Lord. On our wedding day, Bishop told us, kipeti ni kimwe na mondume numwe. I stand here to witness and to testify of the faithfulness of the Lord. Mwanaume amekuwa mmoja. Praise the Lord. Vile Bishop aliniambia, mondume numwe, amani ni mmoja. Yani, you should not come out of your wedlock. You should not be unfaithful. The Lord has done it. Praise the Lord. Nimesimamia ushuhuda wa ndoa yangu, na sasa Bwana yeye ndiye atanishika mkono. Hallelujah. Mikononi mwa Bwana nitasimama na kuona ukuu na utukufu wa Bwana. I'm so grateful for you. Since that resurrection night, we end a kesha of resurrection in Doctor's Plaza on first. I thank God kwa wahubiri wa Machakos na watu wa familia. Tuliomba Pastor afufuke. Mpaka asubuhi hata Bishop akakuja akamuita. Na tukasema, let the will of God be done. Mumekuwa na sisi hizo siku zote. Tumekula, tumekunywa, hatujapungukiwa, mmetushika mkono, majirani, marafiki, viongozi wa kanisa, wapendwa, wachungaji. God bless you. You have been a source of comfort to us as a family. Ndiyo sababu hatujasikia ikiwa mzito sana. Hata kama ni mzito, mumetusunguka. And the Lord will bless you. Pray for us as a church. Imekuwa ni pigo. Tunasikia kanisa tumemaliza na mbeba maono ameenda. Sasa tunashangaa. But because God is faithful, He knows what we don't know. God bless you. Amen. Amen. Pigieni familia makofi mazuri. God bless you. God bless you. Mama asante. Asanteni. Wapigeni makofi tena. Thank you so much. Wanapoenda kuketi, naomba JCC Katelembo wasimame pale wapo. JCC Katelembo, simameni pale mpo nyote kama mpo. Kanisa imesimama pale nyuma wengi, wapigieni makofi. Mmoja wao anakuja tafadhali kutusalimia, njoo, just one leader. Njoo tafadhali na Bwana kubariki. Microphone yangu mmebeba. Thank you. You give the tribute for the church. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. My name is Bert Munganga. I want to read the tribute of GCC Mountain of Worship to our departed Reverend. Tribute to Reverend Joseph Zola by JCC Mountain of Worship. Our Reverend, we speak to you today, not to your body, but to your soul.
We are saddened by your absence in our midst, but at the same time, we are encouraged by the fact that you are in a better place than any one of us. We thank the Almighty God for the time He gave you to us as our pastor. You have been our pastor, our spiritual father, our preacher, our teacher, our prophet. Under you, we have grown in many ways, but most importantly, we have grown spiritually, for the word that you have ministered to us over the years has had a great positive spiritual impact in each one of us. Our reverend, we thank God for connecting us with you. God gave you a vision for JCC Mountain of Worship, and now as you depart, your vision will succeed you. We remain to support your vision, and we have the confidence that the Almighty God is on our side. Our reverend, you are a great man of faith, and your faith is living, for indeed faith without works, deeds is dead. You inspire us to build a monumental house of God, a sophisticated structure which to many only became clear towards the tail end of the construction. At first it appeared to many like an impossibility, but you were clear that with God all things are possible. Your constant quote of Genesis 22:14 that says, "And Abraham called the name of the place, the Lord will provide. As it is to this day, in the mount of the Lord it shall be provided," has been our inspiration. Our reverend, as you depart, you are leaving behind a visible legacy, the sanctuary at the JCC Mountain of Worship. This is aligned to your vision derived from Micah 4:1, which says, "Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains, and shall be exalted above all hills, and all people shall flow to it." And by and large, it is complete, and we thank the Almighty God for your role in conceptualizing, planning, organizing, executing JCC Mountain of Worship. Completely aligned to your vision, the sanctuary is clearly marvelous, gorgeous, beautiful, magnificent, as the word says in Psalm 118:23, that this was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Go the way to glory, our reverend. You have done your best. Your legacy will live on in us and in the ministry. We will miss you, but we promise that we will remain strong. Ataiwe, akathiwe, anenebwe, okelwe. Amen. Eko. Amen. Those were the words of our thank you. God bless you. Appreciate him one more time. Allow me at this moment bring honor to our Papa Bishop Mutua. Papa Mutua ndiye alikuza Nzola kwa huduma, na nitaomba kwa nafasi tumpe nafasi pale ameketi atusalimie ili baba huyu aweze kuheshimika katika kikao chetu hiki from Machakos House of Prayer. Amekuja pamoja na mama na kanisa nzima. Ukiwa umeketi bishop ni sawa pia. Haya, wacha asimame aseme. Huyu ndiye baba alikuwa naomba pamoja na Nzola kwa ajili ya maturity convention, praying and fasting at this age. Nzola did the last assignment on the pulpit of maturity convention, and we bless the name of the Lord. Baba Askofu. Bwana asifiwe. Tusalamiane, 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 tusalamiane. Tusalamiane, tusalamiane, sisi sote tusalamiane. Bwana wetu na apewe sifa. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamujambo? Basi mimi sina mengi, kile naisa sema ni uzuri wa Yesu Kristo. Unaisa kuwa unakaa kanisani lakini haujaelewa uzuri wa Yesu Kristo. Ukiwa na Yesu iko na kila kitu. Niliokoka mwaka wa 60. Na kutoka mwaka huo tangu sasa sijaona kitu chochote ambao naweza kukifananisha na Yesu. Aye, no hakunanga moko, lakini Soania umepiga makofi lakini fikiria. Sijaona kitu chote
unaweza kifananisha na kumwamini Yesu. Maandiko yanasema aliye na mwana iko na uzima wa milele. Aliye na mwana iko na uzima wa milele. Sijui umeona madaktari wakienda, watajiri wakienda, na wanaenda wapi? Wanaenda mahali wasipopata furaha. Lakini ukiwa na Yesu iko na uzima wa milele. Alikuja ili atufanye wana wa Mungu. Tulikuwa tumetubwa. Ukisoma Biblia inasema wakati mwanadamu alikosa alitubwa. Na hakuna mtu alimfuata. Isipo mwana wa Mungu akasema ule atakayemwamini atakuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo tafadhali, hata ukiwa kilazi gani, hata ukiwa wapi tafadhali. Sijui kama umeenda ulimwengu mkaenda nchi, nilikaa Uganda wakati wa wafalme. Wakati wafalme walikuwa wanaabudiwa. Na kwa hivyo nakuambia ufalme unaisha. Lakini neno la Mungu haitaisha. Itaisha. Kwa hivyo tafadhali, vitu vile vinakusumbua katika mwili huu ni vya muda. Mwili huu naona natingizika hivi, nimetembea. Hata mlima yule Musa alienda kuomba, nilipanda juu. Niliufanyisha kazi kwa sababu nilijua ni mwili wa muda. Kwa hivyo umefanya mengi, lakini tafadhali sasa fikiria mambo ya ufalme wa Mungu. Dhambi umefanya za kutosha. Ikiwa ni kuoa, umeoa ya kutosha. Ikiwa ni kuolewa, imetosha. Keukia Mungu sasa. Hii ni nyakati za mwisho. Sijui unafikirije, ni nyakati za mwisho. Yesu alisema mkiona mambo kama haya inabadilika kila siku, mjue nyakati ziko karibu. Hakuna kitu tunaongojea Kenya. Tunaongojea Yesu Kristo. Kwa hivyo tafadhali weka maisha yako kwa Mungu kuanzia sasa. Ile dhambi umetenda mwambie Mungu nisamehe, na atakusamehe. Tafadhali ambia Mungu akusamehe na atakusamehe. Kwa sababu anakupenda na anapenda kila mtu. Nashukuru wale mliohusika kuona jambo hili vile limetendeka. Asante kwa mheshimiwa wetu katika akaunti hii. Bwana wabariki pamoja na askari na kila mmoja. Asanteni kusikilia neno la Mungu hata ikiwa mnakwaswa. Sikilieni tu na msijali. Hata ukitukanwa usitoke kwa chio chako, simama tu. Sema ndabanya mazuri. Kila mmoja sikilia kile Mungu amemupa wewe. Mimi nasikilia mpaka mwisho. Hata mwili ukitingizika nawaambia mwili unaharibu wakati. Siku zako zitaisha. Siku zako zitaisha. Ikia Bwana makofi. Kwa hivyo nasema familia Nzola, endeleeni kuamini Bwana. Ula amewafikisha hapo, atawafikisha mahali pengine. Asante. Amen. Tusimame zote tumsherekee baba askofu kwa makofi mazuri. Come on everybody, clap and let us shout to the Lord. We celebrate this grace, the anointing. Kumpigia Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Basi kwa uzuri wa Yesu Kristo, Bwana, baada ya kukaa Uganda nikiwa mwaminifu, si kutoka bure, nilipata kutoka huko Uganda. mama njoo karibu. Mama iko hapa, inua mkono juu. Bishop Mutua ameoa kutoka Uganda, East Africa. Uganda. Kwa ajili ya kuwa na uzuri usiopita kiasi. Si kutoka huko bure. Kwa hivyo fanya uzuri, bewe vitu kila kitu. Mungu abariki. Thank you. Thank you. Tumpigie makofi tena. Naomba basi tuketi.
Wakati baba askofu anaketi, I want to appreciate the Redeemed Gospel Fraternity. We have a tribute sent by Archbishop Kitonga. Where is Mudui? Mudui, stand up and wave wherever you are. Yes, Mudui across there. So can we clap and celebrate and appreciate Archbishop Kitonga and the Redeemed Gospel Church Fraternity. Hao ndio walianza huduma pamoja na Reverend Zola. Naomba niseme shukrani before I get to these other groupings. Speeches zimeisha. Ambia jirani yako speeches zimeisha. Kuna watoto marafiki wa watoto wa Nzola, La Familia. Simameni mahali mpo mwave kama mpo. La Familia team, wapigieni makofi hao watoto ni marafiki wa. Tuko na workmates wa Suzette. Workmates wa Suzette, simameni pale mpo. Wherever you are, workmates, can you clap for them and appreciate them? Tunataka kushukuru the Embakasi pastors. The chairman of the Embakasi Pastors Association is Reverend Zola Jonathan. Can I have those pastors stand up and you wave wherever you are? Tuwapigie makofi mazuri. Beautiful, you can sit. Sasa nafikiri mumeanza kuona. Unaona naita watu wa maana na siwaambii waongee. Ili nikikwambia utaongea, usiseme ule pastor ni mubaya. I want us to accord this ceremony the discipline necessary. By 2, I should be giving the service back to the officiating minister. So I appreciate all the Embakasi pastors, the JCC Tasia Fraternity. If you are there, you can wave. Mchungaji wao ni Nzola. They came, nimeona kina Uhuru na kina nani. God bless you. Let us appreciate them. Then tuko na group za mama Kenzola. Wale mumetoka Miani, mnaweza kusimama tena na mpunge mkono. Beautiful, beautiful. Tuwapigia makofi impact ya Reverend Zola mpaka kwa village ilikuwa. Kuna akandiwa kambu maia atatu. Kiuni kikundi cha ambiwe ni mwaitu. Ungama hii mwaitu ni wongama. Akandiwa maia atatu. Meiba? Maia atatu. Wako pale nyuma, wapigieni makofi, ni wengi kule. Mama asante. Mama asante. Muwa wa Mayani. Muwa wa Miani. Hiyo group iko wapi? Muwa wa Miani. Pia wako pale nyuma, wapigieni makofi mazuri. Tunashukuru nyote kwa baraka. Kikundi cha RYM. Kama mmerealize Reverend Zola had so many groupings. RYM wako pale nyuma, tafadhali wapigieni makofi. Tuko na GPS led by Dr. Kitavi. Dr. Kitavi, tuwapigie makofi mazuri. We wish all of you would speak, but then tueleweni. He was a member of the SCK of Machakos branch. Watu wa SCK kama mupo? ASK show. Agricultural Society of Kenya show, ndio wale pale nyuma, they came in full uniform, Madam Governor. We appreciate them. Wapigieni makofi mazuri. He was also a member of MEPCA. MEPCA kama wapo tafadhali. MEPCA led by Zola. MEPCA, muko wapi? Simameni tu. Tuwapigie makofi mazuri MEPCA. Ukisikia nimepronounce vile haifai uelewe. Tuko na Mukaa Old Boys. Mukaa Old Boys. Hao walisoma na Zola. Tuwapigie makofi mazuri. Tuwapigie makofi mazuri. Thank you so much. Tuko na ASEAD led by Dr. Mulinge. Aslid, Dr. Mulinge. Where are you, Dr. Mulinge? Thank you so much, Daktari. Can we stand wherever they are, the rest of them? Hiyo ni kikundi kubwa. Tuwapigie makofi mazuri tafadhali. Tafadhali. Thank you so much. We thank God for those groups. The committees that were organizing this. Tunaweza kusimama, tuko na wale wa huko Machakos, tuko na wale mlikuwa Nairobi. Tuwapigie makofi wote tafadhali. Asanteni. Asanteni. God bless you. You can take your seats. Nataka ku appreciate
house of prayer led by our Papa Bishop Mutua. I want to appreciate Bishop Munyao, who is one of our members in the Apostolic Council, Bishop Ndunda of the Cornerstone Church. We have Bishop Musea. Hao ndio viongozi eneo wachungaji ambao walihusika kwa ajili ya kuwa baraka. Before I call the members of the United Clergy, can I have all the pastors present stand up? All the pastors, wewe ni mchungaji, huyu ni mchungaji wetu, wachungaji wamejaa nzima. Can we clap for all these pastors? Tuwapigie makofi mazuri. Come on, clap for the pastors. Amen. Wanapoketi, tuketi, simama Bishop. Bishop Mureithi is the family pastor of the entire Zola family. Can you wave to the congregation? Bishop Mureithi is the family pastor. I would like to recognize Bishop Kababu to speak on behalf of all the pastors. Bishop Kababu is a father in the town of Machakos and is together with us. I welcome you, sir. Let him on behalf of all the pastors greet this congregation. I still want you to watch my pattern. Ili nikiita my friends, the political fraternity, they will be able to follow my pattern. Thank you, sir. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu za kumshukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu ambaye ametutangulia. I got to know Reverend Zola well over 34 years when I came to Machakos. Little did I realize that God was preparing us to lead evangelical brigades in this town. He has been my chairman of a sub-county in this region where we are for United Clergy Alliance. He has been my chairman in the sub-county for Association of Evangelical Clergy of Kenya in this same place. And hardly 2 months ago, the Machakos Pastors Alliance, which I chair, co-opted him in readiness for a citywide crusade that will be coming in June for Papa Lai. This is a wonderful man. On the night he went to be with the Lord, we had planned the United Clergy Alliance Machakos board and the APEC board to come and visit with him on 7th. And it's so interesting, the day he went to be with the Lord, when he saw that message on our WhatsApp wall, exactly at 3 hours before he was promoted to eternity, he sent a message to our wall saying, welcome, Karibo. We had no idea what the Spirit in him was saying. We thank God for this great hero of the gospel. Mama Suzette, Bwana Yesu akubariki. Umesimamia imani, nilikujua ukiwa msichana, umetetea imani, na nimekuambia tulipokuja nyumbani ya kwamba the DNA of life of Zola remains in your children. Na Bwana Yesu abariki sana. You, sir. God bless you. Let us appreciate Bishop Kababu. Allow me at this juncture introduce the leadership of JCC, Jesus Celebration Center. Papa Lai is our bishop. There will be a report about him in a moment. But allow me at this point recognize the members of the Apostolic Council. I have leaders with you can just stand up. Bishop Munyao, Bishop Kiangi, Bishop Kakala. I have Bishop Webure, who happens also to be our national overseer. And all these members we serve together, I included in the Apostolic Council of JCC. We have Bishop Mark and Bishop Kwake and the Papa Lai missing in this assembly. Can you appreciate those men of God? Thank you. You can take your seats. I would like at this juncture to ask the JCC pastors to stand up wherever you are, JCC pastors. Wale mpo. I have all these leaders. Together with us is the General Secretary. Baba Okech, lift up your hand. And then I have the overseer for Nairobi province back there, the overseer for Rift Valley back there, the overseer for Coast, the district overseer for Machakos,
And all those other leaders behind there, please, you can take your seats. I've got Sheriff for Nairobi District. I have Mutuku. God bless you. I want to request Reverend Matia to come. He's the host overseer in charge of Eastern Province. On behalf of all those pastors, he will greet us, and then we are going to proceed from there. Thank you and welcome. Jesus. Amen. Bwana asifiwe. On behalf of JCC Ministry, and especially much so in Eastern Province, I would like to take this opportunity to appreciate each one of you, all our pastors in this ministry. May the Lord bless you very much for your support. May the Lord bless you very much for your good hand in this tangu ili jambo litendeke, mmekuwa mkihusika. Mungu awabariki. We are a big team. Our leaders are here. Some are from Western, some are from Rift Valley, and we really appreciate God for each one of you. We also thank God for our apostolic team and every other pastor who has come over to be here with us. On behalf of JCC pastors, for the family, we say, may the peace of God and the glory of God and the anointing of Jesus rest upon you. I want to reiterate the words of Bishop Kabab, that we have noted the anointing, the grace of our pastor is upon his children. May they become great, and may they become, may they go places, just what the Father has not done. May they crisscross this nation and the nations of the world and accomplish the rest of the vision that has not yet been accomplished. May the Lord bless you. To our friend, Reverend Jonathan Zora, I am not seeing him. May the Lord give you grace. May you take up the responsibility, just like your elder brother, and do the very necessary. We are together with you, but Jesus is much more with you. May you do exploits on behalf of this family and for the ministry. Mama, we appreciate you very, very much. We know the grace is sufficient. You are well able, and may the Lord grace you much more. All the political people that are here, may the Lord bless you very much. We appreciate your support as a ministry, and we really look forward to seeing what the Lord can do to you in this service and for this nation. May the Lord bless you. Amen. Yes. Bishop Muraid for the family. Bishop Muraid for the family. Bwana Yesu asifiwe. Lift up your hands and shout hallelujah. We want to honor all the guests, our Father Paul Mutua, and all the graces that are in the house. We honor you and we celebrate you in Jesus' name. Psalm 112, this is to the family. Psalm 112, verses 1, 2, and 3. The Bible says, blessed are those who fear the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who delights greatly in his commandments. In verse 2, the Bible says, his seed shall be mighty upon the earth. His seed shall be mighty upon the earth. Reverend Zora was a man of God. He feared God. And I want to speak to you, Mama, and the rest of the seed of Zora, that the seed of Zora shall be mighty upon the earth. And the generation that is called Zora's seed shall become blessed upon this earth. You shall go downwards in roots, and you shall have fruits upwards by the command of God. You shall never go down in Jesus' mighty name. May you live long and see the greatness of God
in Jesus' mighty name. God bless you so much. God bless you. Thank you so much. Can you appreciate Bishop nicely? On behalf of the United Clergy Alliance, allow me welcome Honorable Bishop Zomo to come and read tribute for the United Alliance Clergy. Welcome, Bishop. Praise the Lord. Let me read a statement from the United Clergy Alliance, where Zola was a member for the last 8 years. The United Clergy Alliance is a coalition of pastors from all denominations in Kenya. Pentecostals, mainstream churches, Catholic, indigenous, and independent churches. With over 32,000 registered members, UCA represent clergy who lead more than 12 million faithfuls across the country. The alliance was established to champion the welfare of the local pastors, especially after a study reviewed the hardships pastors go through and the problems their families may face when the pastors are called back home by our Lord. The UCA also advocates the economic empowerment of the clergy, giving them a stronger voice and a presence in the society. Years back, when UCA leaders visited Machakos County in search of credible individuals to lead local pastors here, the late Reverend Joseph Zola was among the first to register with the Alliance. His impressive track record in Christian leadership and deep respect to command that he commanded among the clergy made him the ideal choice. UCA appointed him to be the Machakos Sub-County Chairman, a position through which he faithfully led around 1,000 pastors. Most of our regional meetings of Lower Eastern, we have done several meetings of Lower Eastern. They've been hosted here in Machakos County, and the Machakos Sub-County has been the host, and the Bishop Reverend Zola ensured that they are well attended and they are well organized, and no pastor ever blamed him. We have organized over 4,000 pastors and bishops, and no one ever questioned his leadership. In February 2022, when the United Clergy Alliance collaborated with APEC, Reverend Zola became the APEC Sub-County Chair. Recognizing his outstanding leadership and wisdom, I told him when I was appointed to bring the board of the pastors of this county together and have them board members register companies which can transact business with the Machakos County. To that, Reverend Zola brought all the pastors of the board together, and out of that initiative, 19 companies were registered which are owned by the pastors. In the year 2023-2024 financial year, here in Machakos County, several of these companies owned by the pastors were awarded tenders by the county government of Machakos, and Zola, being the chairman of one of the companies, benefited so immensely. This milestone sent a strong message that pastors are capable of running successful businesses, managing companies, and they can also be involved in wealth creation. Reverend Zola's integrity and dedication also caught the attention of Her Excellency the Governor of Machakos County, who appointed him to serve in the Machakos County Education Board, at least to represent the church and ensure the youth who are needy in our churches can also benefit from the government bursaries. As UCA, we commend Her Excellency the Governor for our trust
in the church and our commitment in involving clergy in governance. Our action have created space for pastors and bishops to serve in meaningful leadership roles. Allow me to also mention that I currently serve as a minister in this county, courtesy a position I hold the faithfulness of the governor of this county, who has kept our promises to the church. Many leaders forget their branches once elected, but our governor is different. Additionally, Bishop Dr. Charles Kababu now chairs the Machakos Level 5 Hospital Management Board. And across the country, the county's health facilities, Her Excellency the Governor is placing in every board of 165 hospitals to have a man and a woman of God. We can always say, when the righteous are in authority, the people will enjoy. Allow me to request Her Excellency Pastor Dorcas Lingade to say something about APEC, kindly. And as Pastor Dorcas Lingade comes, let's appreciate her. I'm calling her as a pastor. Thank you very much. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nipungie mkono kama unaniona. Bwana asifiwe. We are celebrating a life well lived, and I want to speak about my brother and I work a laborer in the vineyard of God, the family of our brother Zora, Reverend Zora, Sister Tabitha, your children, our father of faith, and all the house of clergy, excellencies, and the church today, and all those who have come to celebrate my brother. My name's Pastor Dorcas Wanjiku Rigathi, married to one man called His Excellency Rigathi Gachagua, the Rigiji, and the truthful man. I am the founder and the patron of APEC, which is Association of Pentecostal and Evangelical Clergy of Kenya, of which our brother was part and has worked very seriously to make sure that the vision that God gave us concerning the vulnerable population is being rooted here in Machakos, in Eastern, and the entire nation. The Association of Pentecostal and Evangelical Clergy is a vehicle of revival. It is not an umbrella body. It is not an organization or a denominational organization that is sitting to do anything else. Its primary objective is to bring revival. It is the voice of the vulnerable and the organization fighting against alcohol and drug abuse. We are working to make sure that our children live and live long life, and we are fighting for a sober nation that is able to drive the initiatives and for our population, that especially for the boy child. And as you see me standing here, I'm a champion of the boy child, and I'm advocating that they be treated equal to the girl child, because male and female, God created them both. Finally, I want to speak about, as a APEC, we drive the church agenda. And the church agenda, it can be very tragic if the Church of Jesus Christ is not standing by the truth.
if the Church of Jesus Christ does not rise in the spirit of truth, in the spirit of being the conscience of the society, directing and making sure that every person is served with justice, then we would have failed our God. We must direct, and we must be able to speak to the lives of people and bringing them to God. You have just seen our father of faith. When he spoke, he did not tell us about many things. He told us about Christ crucified. He's not ashamed of the gospel. I am not ashamed of the gospel. And we are going to preach this gospel. We are going to tell people you must pray. You must believe in God. Our brother here, he died while serving. How I pray that you will also die when you are serving. Because when you die while serving, you only sleep. And that's why we are not mourning like other people. We are mourning him with a hope. For I know one day I will meet with him. The question is, yourself, one day will you meet with him? You cannot meet with him if you don't believe in Jesus Christ. You cannot meet with him if you are not saved. We will only lie to yourself. You can be a worshiper, but if you don't know God, it is a waste of time. This brother who is sleeping here has a testimony from his wife, from his children, and the children of faith, and you shall know them by the fruits. And when I see all of you, I see the legacy of our brother. God bless you, and God honor you. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Madam Rigathi, thank you so much. This lady is very eloquent, and she's very prayerful. I thought you would clap for that. I want to appreciate Bishop Atula from Uganda. He came all the way. Bishop Atula, where is he? Thank you, sir. He came in honor of Bishop Mutua. God bless you. I want to be forthright with the next phase of what we are going to have. I am going to invite our political leaders to speak to us. I have 20 minutes allocated for that assignment. I told you in the morning, when you go to America, they do inauguration of a president for 2 hours, and they do it effectively. I am a student of political science, much as I'm a preacher. And I have the following questions to ask before I invite the political clergy. When I went to the university, I was told we are called the third world, and the other baptism name is we are developing nations. What is the lifespan of the development of a nation? Ni lini tutaitwa developed? From continuous present tense that we are developing. And what are the index marks of a developed nation? When does a democracy become mature? Because in our political arena, I am your friend today, and if we are not together tomorrow, I'm your enemy. In the developed nations, if we compete together and I beat you, tomorrow you wake up to call me your president. Haufai kusema kura ziliibiwa. Huku kwetu kila mtu akiiba yule anaiba zaidi, analaumiwa na mwenzake. So when are we going to mature our democracy to respect the virtues and the values of democracy? Those who have the knowledge, when are we going to develop? What calendar do we follow to be mature, to be called a developed nation? And I want to post that the same way in respect to us and the public forums. When we get to public forums, we lose our decency because we have our political agendas. The colonial government was very civilized. If anybody wanted to address wananchi, they called a baraza. And the baraza was not a business for pastors. It was not a business for anybody. Whoever is the administrator takes charge to advance the agenda of the government. And I want to pray that our society will develop and mature to those virtues, that we will be able to meet and gather
and have the decency of the honor of time. 3 days ago, I was joining a wedding somewhere, and the wedding ended at 2, and everybody was confused. Where do we go at 2? Harusi imeisha. Because Africans will sit there up to 6, wanyeshewe, wachanganyikiwe, ati ni siku ya msichana. We need to stop this and mature to a value system as a society where we can honor people's times and the programs and the events and respect what we do. With that, allow me at this juncture be a bit biased, because I know what the protocols would dictate. I have told you I know a bit of governance. I studied government and public administration. And at this juncture, I'm going to request our host member of parliament, our brother, to come, Mule, Honorable Mule, and address this assembly. We appreciate you for being a resilient leader and a blessing to the community. Your people are proud of you. Welcome, Mheshimiwa, to address this assembly. Welcome, sir. Asante sana, Bishop Kimeu. Bishop Kimeu, we are thoroughly advised on how to behave. Don't be scared. We'll not behave funny on the pulpit. We are well advised. Kwa heshima zote za mwenda zake Reverend Zola, kwa mama Suzy, Tabitha, familia yote kwa jumla, His Excellency, the Wiper Party leader Kalonzo Musyoka, His Excellency Rigathi Gachagua, and the dear wife, Dorcas, His Excellency, the Governor of Machakos, Wavinya Ndeti, and your government, Senator Kavindu, Senator wa Machakos. We also have Honorable Kijana Wamalwa, Eugene Wamalwa, sorry. The clergy, Bishop Mutua, ambaye tunamheshimu sana. We really honor you. We have Bishop Kakala. Bishop Kakala, we met somewhere, and you're a good man of God. And everyone else who is here, good afternoon. God is good all the time. Na hata kuna viongozi wengi sijataja. Kuna members of county assembly ambao wako hapa. Tuko na viongozi wale walikuwa mbeleni. Tuna